Watu wengi wanasema kwamba muziki wa gospel una magumu yake na ni changamoto, japokuwa kuna watu wengine wanasema kwamba muziki wa gospel ni mrahisi sana. Wengine wanasema muziki wa bongo flavor ni mgumu sana. Sasa kipi ambacho nitakiwa tuamini zaidi ni kwamba kwa wao na muziki wa gospel wanasemaje, kwamba muziki wa gospel ni mrahisi au ni mgumu, au tuwaache wao waendelee kupambana? Lakini mwisho wa siku tunahitaji ushirikiano. Ushirikiano huo pia kwenye muziki wa gospel unasema hamna. Yaani wengi wanabaniana, huyu anambania mwingine, huyu anambania mwingine. Cheka Nao ni mwanamuziki wa gospel, anatokea pande za Katoro, Geita. Huko Katoro, huko kwenye pesa. Yeye anasemaje kwamba muziki wa gospel ni mgumu au ni mrahisi, lakini vile vile ushirikiano wao upo vipi? Kwa mimi kama binafsi, Cheka Nao mwimbaji wa nyimbo za Injili, kwenye upande wa gospel mimi sioni ugumu, kwa sababu kile ambacho ninachotaka niwaeleze wajue, muziki wa gospel mimi kwangu naona sio mgumu, kwa sababu leo hii tunaona vitu vinabadilika, tofauti na zamani. Sababu leo tunaona kuna wasanii wa nyimbo za gospel wanashirikiana kwenye nyimbo kadhaa na kadhaa, wanafanya vizuri. Lakini kwenye upande wetu sisi, upande wetu wa Katoro, niseme kwamba tuna ushirikiano. Waimbaji wa kule tunakutana, tunashauriana, tunahudumu kwa pamoja. Kwa mimi sioni ugumu wa muziki wa gospel, kwa sababu ni muziki ambao hauna mambo mengi. Yaani ni Mungu na ni Mungu na kazi tu basi. Kwa hiyo muziki wa gospel hauna mambo mengi kabisa, ni machache tu. Wewe ukimwamini Mungu unafanya vizuri, haina tatizo. Wewe unatokea Geita, Ndio. Katoro huko. Yeah. Bwana, Katoro imekuwa maarufu sana. Sawa? Na watu wengi pia wamefurahi pia kusikia kwamba unatokea Katoro. Bwana, Katoro papoje? Kwa sababu kunasikia kuna mabasi yanatoka huko mikoani, mbona kuja Katoro? Katoro kuna nini? Bwana, Katoro kuna mambo mazuri hapo. Katoro kuna fursa nyingi. Katoro kuna utafutaji kila aina. Kwa hiyo Katoro ndio maana ipendwa na watu, kwa sababu kuna watu wanafanya biashara, kuna kulima, kuna ufugaji. Katoro kuna wachimba madini. Hapo ndio wanapiga mkwanja mwingi. Hadi watu wanajiuliza kwamba hawa vipi Katoro ikoje? Kwa hiyo Katoro ni sehemu ambayo kwa mtu yeyote yule wa kuanza maisha inawezekana kuanzia Katoro na kafanikiwa kabisa. Kwa hiyo kuna sherehe moja imetrend juzi kati ya tajiri wa Katoro huko. Kwa hiyo yale ndo maisha ya Katoro na pesa zilizopo. Na pesa zilizopo pale, kwa kweli watu wanapata. Kuna mtu sasa hivi inawezekana anatamani kuenda Katoro, Geita huko. Unamwambia aje? Watakuja wengi, unajua, afu fursa zitakosekana. Hapana. Kama nafasi ipo ya mtu, anaweza kaja akafanya vizuri pia. Kama haipo pia, usilalamike kuondoka bila chochote. Kwa hiyo hilo ni kubaliana na utafiti. Kwa mtu akija Geita pale Katoro, yani kitu gani ambacho unamwambia aje akiwa na mipango gani? Kwa Katoro pale, aje ni mipango ambayo ameshaikamilisha tayari. Kwa sababu pale huwezi kuja na vitu vidogo vidogo kufanya vikaenda. Lazima uje umejipanga huko vizuri. Yani kama ni kuanzisha mradi wa dhahabu, huo mradi kweli. Kama ni biashara, hiyo biashara kweli. Tangu Katoro imetrendi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania mpaka sasa hivi, watu wameongezeka Katoro. Naona wengi wanazungumzia Katoro na mtandaoni wanazungumzia Katoro. Unajisikiaje mji wako wa Katoro kuweza kutrend zaidi? Najisikia vizuri sana. Watu walikuwa hawajui Katoro ni wapi. Walikuwa hawaelewi, ndio. Kwa najua Chato tu. Labda kidogo na Geita. Unaambiaje sasa kwa wote wanaokutazama hapo? Wote wanaotazama na wakaribisheni Katoro. Katoro, Geita. Njoni tuwe bata Katoro. Jamani, twende Katoro tukale bata au vipi? Kuna fursa kibao. Huyu hapa Cheka Nao mwenyewe, na yeye mwenyewe anacheka na tunacheka wote kwa pamoja. Hadi kameramani anacheka, unajua. Tukacheke, tuende zetu Katoro huko Geita. Tukaenjoy na kufurahi kwa pamoja. Cheka Nao. Karibu sana. Asante sana. Au vipi? Yeah. Asante sana Katoro. Tunakuja na mabasi.